mapenzi yako yatimize. Tembea na Raila, 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 Raila, mapenzi yako yatimize. Amen. Tembea na Raila, sehemu ya tomu wake Yesu twahikire rero. Abantu baku baraba ya mono, abantu bakure baraba ya mono. Sehemu ya tomu wake Yesu twahikire rero. Sehemu ya tomu wake Yesu twahikire rero. Baraba ya mono, baraba ya mono. Sehemu ya tomu wake Yesu twahikire rero. Sehemu ya tomu wake Yesu twahikire rero. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Brenda. Sisi leo tuko maandamano. Hata kama ni maandamano, tuko maandamano ya amani kuwalilia wenzetu ambao walifariki last week, ambao walipigwa marisasi. Na kwa zile familia ambazo zilipoteza wapenzi wao, tunawaambia pole. Vumilia, tuko pamoja kwa huu mzipa. Na kwa serikali kuu tunawaomba wakati wa maandamano acha kutumia marisasi kuua wenzetu. It's allowed in the katiba. Kwa katiba, tafadhali acha watu wamon kwa amani. Kama saa hii wote tu wenye wamoni vile wanamoni, hatutaki kurushiwa tiaga asema kufanya nini. Tunaomboleza wenzetu. We are very bitter, we are not happy at all. Na tunaombea familia zote Mwenyezi Mungu awafariji. Kwa jina naitwa Rose maandamano. Mimi tunamoni leo, lakini naomba maandamano ikuwe kesho baba. Sababu tumechoka na kaa kwa nyumba, tunapenda maandamano. Maskari nyinyi wewe Kindiki wewe ni profesa, lakini tumii sheria ya kikatiba. You are a professor and you are a lawyer, you are a fool. Utumii katiba kukua vijana wetu na wewe ni lawyer. Sheria ya kuandamana iko kwa kitabu cha law. Kama uko ulienda school of law, tumia kitabu cha school of law. Wacha kutumizia vijana wetu bwana. Mtoto kijana kuzaa ni ngumu bwana, wewe Kindiki. Utakuwa na brain tumor wewe. Kindiki. Kwa majina naitwa Margaret. Kindiki, tunakuambia hivi. Leo tukukuwa maandamano, tulikuwa tunamoni wenzetu wenye walifariki. Lakini tunakuambia we Kindiki, wacha kututishia maisha, kutuambia ati tunaogopa. Sisi hatujaogopa. Hata tuko na maandamano na tunaongojea maandamano yanayokuja. Kenya papa atasema ndio sisi tutafanyia. Yes. Sisi hatuwezi kusikia mambo yako we Kindiki. Kindo mkachi wa Kisii. Leo hii tumekuja kuomboleza wenzetu waliofariki katika maandamano. Sisi ndio tulikuwa kwa maandamano, tulifanya maandamano ya amani. Wewe bwana Kindiki, na kuambia ya kwamba tulikuwa na Matiang'i mwenye alikuwa na nguvu zaidi, akupiga watu venye unapiga watu. Wewe Osoro, hii maneno yote unafanya wewe ni kichana bado hujamaliza kuzaa. Uenda utasafi wote kwa hii kazi yenye unaendelea kufanya. Na hiyo mapunduki unapeana hii tauni kuulia watu vijana, siku moja utaraaniwa. Tunakuomba utulie, ukae mpore, wananchi wanadiria haki yao. Bei ya gharama ya maisha imeenda juu, mafuta, unga. So wananchi wakiamua kuandamana Kisii, usiingililie. Tunakuomba kuanzia leo, papa tangaza maandamano ingine inaanza lini, tutoke tuandamane. Asante, nimemaliza.
Kwa majina naitwa Purity Kwamboka. Kwa siku ya leo tuko hapa kuomboleza waliotuacha tukiwa pamoja hapa katika maandamano, na sisi wote tunalia kwa pamoja kama wamama, kama wababa na kama wazazi. Tunaomba serikali, si hatujafanya maandamano ya vita, ni ya amani, na tunalia kwa wale waliopoteza watu wao, tunalia pamoja. Hii ni uchungu. Kenya tunataka amani. Wamepoteza watu wao na wako kwa makosa. Mbona serikali inatufanyia hivi? Serikali tuhurumie, tupatie amani pia sisi. Tunaandamana kwa amani kwa sababu ya maisha yetu na watoto wetu. Ni hayo. Amaritango ku Johnson ku Rwabosongo. Serikali chingurwe chie gutumeka tigetumeka koleta magendero gusigaiga nande njire ba gutumeka abasigari gutwa kama sasi ntuni ntwa amachorete nanda sera bwa manyanga ntuni ntwa wakondo kensagara omotobu sakitu kurase muchota unisi mana boda boda ngota hiyo musimi wa Ruto iga aru moto hiyo. Ninasema hivi, kama Ruto ako tayari wapatane na papa, tunaomba na papa naye pia wapatane na Ruto waongee, lakini waongee zile vitu zenye sinaweza kusaidia mwananchi. Wasiende waongee mambo ingine yenye inasaidia wengine, ikuwe ni mambo yenye inasaidia wananchi. Mimi nasema papa akubali waongee, lakini waongee kitu ya maana. Kama wakikubali zile saba siende sifunguliwe, hiyo papa hata mimi nina kupongeza. Mambo na handshake tumesema no. Papa ukifanya handshake utatukosea. Papa tumekuambia usifanye handshake. Hiyo handshake tumekataa kabisa, tumekataa. Hiyo sasa hatutaki mambo na handshake. Kama ni mambo ya kuongea vitu siruti chini, hapo tunasema sawa. Majina anaitwa Margaret Kemunto. Sisi leo tuko hapa tunaombeleza wenzetu wenye walifariki wakati wa maandamano. Hatuko maandamano. Sasa leo tulipostpone maandamano sababu ya wale wenzetu walikufa. So tunaambia serikali at least iturumie na ione zile familia zenye zimekufa, at least wawahurumie. Leo sisi tumekuja hapa kuwaomboleza. Hatuna vita na venye vile Kindiki wanasemanga ati tuliogopa. Sisi hatujaogopa maandamano. Papa hajasema. Papa akisema maandamano imeisha, hiyo maandamano itaisha. Lakini kama hajasema maandamano pato iko na itaendelea. Lakini ile kitu tunaomba ni ile serikali na papa mufikirie sana, sababu tumepoteza watu wetu wengi. Mtuhurumie, muende mkae at least. Tunasema Kindiki wanasema ati tunaogopa, ati tulitoroka. Hatukutoroka. Sisi leo tulipostpone hii maandamano sababu ya wale wenzetu. Mliona watu wetu ni wengi walikufa, na serikali wacha kuset polisi kusuti watu wako enye innocent. Mpaka wale wako kwa nyumba, maserikali wanaenda mpaka huko na wanawapiga. Maandamano iko, maandamano pato ichaisa. Lakini tunaomba sana serikali iwache hii maneno yako. Serikali sio ya mtu mmoja. Serikali sio ya Ruto, serikali sio ya Osoro, serikali ni sisi. Sisi ndio serikali juu. Hata kama hatukupea Ruto hii kiti, wale walimpea. Sasa yeye ndiye anakalia hiyo kiti. Wawache kutumia wengine vibaya. Kama Osoro venye anadisi pesa kupea vijana, alafu wanasema ni Azimio. Azimio hawana maneno. Azimio hawapigi mtu. Watu wenye wanapia watu ni serikali. Serikali ndio inaua watu. Kama asubuhi nilisikia huyu MP hapa Nyalipa anasema ati papa ndio aliambia Suluhu akakuja hapa Kenya. Surely papa ni nguvu gani yenye ako nayo yenye anaweza ambia president wengine akuja kwa country nyingine? Angalia sana, muangalie sana serikali. Sisi tunawaangalia. Mmeumiza vijana innocent. Tafadhali tumeomba kwa heshima. Mimi ni mkaaji wa hapa Kisii. Maneno ambayo tuliona kwa siku ile 3 ya maandamano ni maneno mabaya sana. Sasa mimi nataka kusema hivi, ama nataka kusauri serikali yetu ambao tuliweka uongozini. Hata ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 4 inasema ya kwamba Kain alipoua ndugu yake ambaye ni Habel,
Mungu akamuuliza Kaini, ni nini hii umefanya? Damu ya ndugu yako inanililia. Sasa nataka kumwambia kiongozi wetu ambaye tunapenda ni Ruto, damu ambayo ya Wakenya, akina mama na wazee na watoto waliopigwa marisasi, hiyo damu inalia kutoka chini ya ardhi mpaka kwa Mwenyezi Mungu, na ukumbuke ya kwamba kama hutaki kuleta amani mtakutana na Mungu. Sisi kama Wakenya, sisi kama Wakisii tunataka amani. Na hii swala ambayo tumesikia ya kwamba huenda Mheshimiwa Ruto pamoja na Raila wakaungana, tunataka kama wakiongea waongee maneno ya Wakenya, sio maneno ya kuenda kuongea peke yao ili Raila akuja atuambie ya kwamba ati wamepatana. Hapana, tunataka waketi chini waongee ili amani ikuje Kenya. Sauli langu la mwisho ni hili kwa maaskari wetu ambao ni wanatulinda. Maaskari wetu msitumie nguvu, tumia sheria ambayo imeandikwa katika katiba yetu ya Kenya ya kwamba ni kulinda mwananchi pamoja na mali. Swali ambao tunajiuliza Wakenya ni hili, maisha pamoja na mali ni kitu gani kilicho cha muhimu? Ni maisha. Hata kama vitu vingeharibiwa vingetengenezwa, kwa maana viko katika mikono yetu. Kwa hivyo tunalaani maneno ambayo yaliyotendeka, na sisi tunataka amani, amani, amani katika nchi yetu ya Kenya. Asante wananchi, na tunataka kusema ya kwamba maneno ya handshake, hii hatutaki handshake kama Wakenya. Hatutaki, tunataka kitu kinaitwa amani peke yake. Asante, na Mungu abariki Kenya, Mungu abariki wananchi wa Kenya. Mandera kwa digo mugambi Ruto asore kakira nansa into wajikura ira nansa iwe kirogeito tigabande abari maya bakungaina ira nansa gamba na Abakenya into tuwa wale chikura nande into bwato kwamwa osengaki into bwato kwamwa igobono njusa gabasa kayo karuo motego roikansa ungia bagusiba okwana osoro naye asore ndigo kwana mono kurende Nyasaye oyorenga moya banda rwete serira banande bakaira no eke maana twagoteya buyama ile Stephen Kenga huko njeno mo kajo taxi nande ngote baiga osoro ngani Ruto ako mongaina ebintu bitabwaneti osoro mo bungone aki osoro twango saba oanje ogani ote Ruto aya no bosine singi 50 osemi bona nje osoro nje chandraiga ako ngaina bana sairi aki osoro so wanja kwao bakuta wanja mugambe na Ruto anu musani oye mwirani obosina bwirana nemi twachandekire etogotase kanone para abasikali bagotobwata kera rituko ingiga kogera mogoto chandaiga. Asante sana wenye waliuawa, na niwaambie kwamba ile siku tunaenda kusika hawa watu wetu, wale wenye walitupa risasi, wale wenye walisaidia hawa pia wachue kwamba yale maombi tunaomba pia lazima itawafuata. Asante sana. Nachukua nafasi hii leo, na mimi mnavyoniona hivi ni kiongozi. Mimi nilitafuta kura ya kutoka chama cha DAP Kitutu Central Ward. Nimekuja hapa sababu ya watu wetu wamekufa wakati wanaandamana. Maandamano iko kwa katiba. Nataka kuuliza hao akina Kindiki na Mheshimiwa William Ruto, kwani wanasoma katiba? Katiba yetu iko vizuri. Mimi kama mwananchi nina uwezo wa kusoma katiba kwamba maandamano iko kwa katiba, lakini unaniambia kiongozi mkuu kama rais hawezi soma katiba achue kwamba maandamano imewekwa kwa katiba kama mwananchi hakuna uwezo wa kuandamana. Kwa hivyo leo nimekuja hapa nikisema kwamba wale watu wamekufa wote. Mimi nimekuja hapa leo kuomboleza sababu ya watu wetu wenye wamekufa, na kama watu wakiendelea kukufa hivi Kenya ni kama Kenya tutakuwa na mwelekeo. Ndio nataka kuambia Mheshimiwa William Ruto mahali hapo kwamba hiyo mambo ya kuita Raila Odinga, wataitana na Raila Odinga wakae, lakini sio mambo ya handshake. Hiyo ikiwa kama ni handshake, tutatembea mguu Mheshimiwa William Ruto mahali huko, tutachapa mguu kutoka Kisii mpaka Nairobi. Na hii mambo ya kuanza kusumbua mawaziri wetu, kuanza kusumbua viongozi wetu wa Azimio, hiyo nayo naomba William Ruto akome. Mimi kama kiongozi, katiba inatulinda sisi. Maaskari wamewekwa Kenya kulinda mwananchi, sio kwanza kutupia mwananchi mwenye amewapa kazi. Mimi kama mwananchi hapa natoa ushuru yangu ili Mheshimiwa
Mheshimiwa William Ruto au mawaziri wote wapate pesa. Wanalipwa pesa zote zenye wanalipwa zinatoka katika mikono ya mwananchi. So wanatakikana kuheshimu mwananchi. Mambo ya kutupa tear gas, mambo ya kurushia wananchi risasi, hiyo inafaa ikome, sababu kama watu huko sehemu zingine kama Garissa wanaua maaskari wetu. Na hapa Kisii sisi hatuui askari, sisi tumeandamana kwa amani kama wanaazimio, tukitetea kile tunadai kwamba ni haki yetu yenye ilipwa. Na kama kweli haikuipwa kitu, naomba tu kama hakuna kitu imeipwa, sawa ifunguliwe, na sisi tutakubali kwamba Raila alishindwa. Na kama haitafunguliwa bado sisi tuko na tutaandamana na tutafanya kazi. Na mambo ya haya ya waziri wetu, mimi niko na uhakika kwamba waziri wetu Bwana Osoro ndiye alituonya kwamba ataleta maaskari Kisii. Angeleta maaskari Kisii watuchunge sisi wananchi, sio kutuua sisi wananchi. Kama kweli wako na haki ya, kutulinda sisi kama wananchi, nasema kwamba ile mimi naomba ni kwamba maaskari nao kama William Ruto ako na uwezo wa kuwaweka kila mahali. Hii wakati wa maandamano mimi nimefurahia kutembea ndani ya maaskari, sababu sijawahi ona ulinzi kama huu. Na kama ikiwezekana serikali iweke maaskari wafanye kazi bwana, watulinda hapa. Hiyo ndio nilikuwa nayo. Mimi Ruto, sikiliza wa Kenya. Asante sana. Majina anaitwa kwa majina anaitwa Charles. Tunahuzunika sana kwa ile mambo yenye inafanyika hapa Kenya, sababu huyu Ruto wenye walimchagua ndio wanamjua, sababu kila mtu anaandamana. Inauma wakati anachukua tax, badala arudishe unga chini, anaanza kampeni ya kupita, anaenda Ujaruoni kulipa Wajaruo kuja meeting, kila mahali anaenda ni pesa anatumia. Hizo pesa ndiye anapea akina Osoro, akina Marara, wanazunguka wakipea watu, badala hizo pesa ziwekwe kwa economy, unga irudi chini, kila mtu apate kununua. Kitu kingine Ruto na maaskari wanafaa kuchua. Laana Mungu raundi na yeye amebadilika. Aongojei watoto wako, anakulipa. Venye unaua kama ni askari aliua mtu, hata itaenda kwa watoto wake hizo laana. Sitamkura yeye mwenye before akufa ataona hizo laana. Hivyo tunaomba kila mtu mwenye ako hii Kenya, hata kama una support hiyo serikali, wacha arudishe vitu chini, kila mwananchi apate namna ya kuishi maisha yake yenye inawezekana. Sababu hakuna kazi, ameleta pike ni za electric. Sa stima zinasaidia nini na pike zenye ziko ni za loan? Unarudisha loan upewe pike nyingine. Ruto asikie mwananchi, sababu mwananchi ndiye alimchagua. Ile kitu tunataka ni chakula irudi chini, kila mtu na hata ona maandamano. Na hii story ya kuua watu kukimbizana hapa, akina Osoro wanakuja hapa na kujikupiga kifua. Hizo vitu zilipitwa na wakati. Hatutaki tribal classes. Tunalia sana kwa wenzetu wenye walikufa kwa maandamano. Walikuwa wanatupigania lakini wao wametangulia. Sisi tutapaki tukipigana, hiyo ifikie serikali yetu waichue. Wakenya wamekasirika na atusikize. Nimeshukuru sana. Mimi nasema asante sana. Kwa majina naitwa Adrepart Morara ama Wangila. Mimi ni mkaaji wa Kisii hapa hivi ama msali wa Kisii. Lakini sisi wenyewe tunalilia. Mimi wenyewe nilipigia Ruto kura. Lakini sasa mimi mwenyewe sasa niko nyuma yake. Kumsema yeye mwenyewe ana usaidizi Kenya. Kenya hii kunataka usaidizi kwa vile huyu mzee tulimbea uongozi. Lakini uongozi wake tulimbea Mungu sioni kama yuko sawa. Sisi wa Kenya tunalilia wakubwa wamsema tukamwingilia kwake nani, wewe msimiwa, wewe kiongozi tusaidie mahali. Kasi aje mwenyewe aanze kunyenyekea kusikiliza wengine. Hapana, ni hivyo ni kiongozi lakini hata kusikiliza wengine. Kuna wengine mpaka hata serikali yenyewe inalilia. Serikali yenyewe inasema ati nyinyi maandamani, isage maandamano hii iko maana. Jinsi wenyewe tunalilia kwa vile uchumi umeenda juu. Si ni Kenya peke yake, lakini hivyo wote ile tu anatakana kusikiliza wa Kenya. Lakini mambo yake haitaki kusikiliza wa Kenya. Maskani analia, sisi wenyewe tunalia, hata yeye mwenyewe, lakini yeye mwenyewe ali kwa vile yeye anatapata. Basi sema hivi. Nyinyi mwenyewe
tuseme huyu kiongozi alipewa kiongozi, lakini kiongozi wake kama achui Wakenya wakilia lazima achue hii machozi, ajaribu kutubanguza Wakenya machozi, lakini mambo yake Wakenya hawaoni kama wanalia. Maskari wenyewe kama wakiruhusu hivi wataweza wekelea bunduki chini na uniform chini waanze kuandamana, lakini ile tu wanafuata sheria. Wewe wenyewe wanalia. Sasa kuongea mengi. Uhuru na huyu mwenzake huyu mnaita. Mimi pia najiunga na wenzangu kushutumu matumizi ya nguvu kupita kiasi kwa polisi. Wameua watu ambao hawana hatia. Tumeangalia maandamano kisi vile yamefanyika. Hakuna duka imefunjwa. Hakuna mtu anasema ameibiwa kitu na waandamanaji, lakini polisi wametumia nguvu kupita kiasi. Wameua huyu msichana wa Youth Polytechnic Mkamba ambaye alikuwa ndani ya duka yao. Wanarusha tu marisasi ovyo ovyo, hawajui risasi inaenda wapi, inaenda kugonga nani, na ni watu ambao wamekuwa trained vile wanatumia bunduki. Bunduki kama unataka kupiga mtu risasi unajua ni huyu. Sio unarusha risasi haujui inaenda wapi, inaenda kugonga nani, amekosea nini. Namba ya pili, mtu kama amekosea, askari wako na nguvu ya kumshika, sio kumuua. So wale ambao wameuawa sisi tunaomboleza na wao, tunasema ni vibaya sana, serikali iwajibike. Wale watu ambao watoto wao wameuawa walipwe na serikali kwa sababu wanaumia vibaya. Hata mazishi serikali haijajihusisha. Na hawa polisi ambao wamefanya hizo vitendo za kutumia nguvu kupita kiasi wakamatwe na wapelekwe kotini na tuone wakihukumiwa, kwa sababu ni wauaji. Hawa ni wauaji, si wameua watu ambao hawana hatia. Kwa hivyo askari wajue kwamba katiba inaruhusu watu kuandamana. Kama watu hawaharibu mali, kama watu hawatarishi maisha ya watu wengine, wawachwe waandamane kwa amani, waitisha haki yao. Na hiyo ndio njia moja wananchi wanaweza kusema kile ambacho wanataka serikali wafanyie, kwa sababu hata wa viongozi wamechaguliwa na hawa wananchi. Na hawa wananchi ambao wamewachagua lazima hawa viongozi wawasikize. Kama hawawasikizi, wananchi wako na haki ya kukataa kwamba hiyo kama ni taksi unatuletea, kama ni nyumba unatujengea, lazima sisi tutake hizo nyumba. Kama hatuzitaki, mbona utulazimishie nyumba? Mimi niko na nyumba na hiyo nyumba unanijengea hata sijui unaijenga wapi. Alafu unasema unanikata sijui pesa, unaenda kujenga nyumba wapi kwa kutumia kifua. Sio vizuri. Serikali haifanyi kazi namna hiyo. Kwa hivyo tafadhali serikali sikiza mwananchi. Hata kama hakukupigia kura, huyu ni mwananchi ambaye analipa ushuru, ndiye anafanya hii serikali yako ifanye kazi. Wananchi wote wanalipa ushuru. Haijalishi kama mwananchi ni wa UDA, ni wa Azimio. Wakati unaitishwa ushuru, haulizwi chama. Sasa mbona chama ikuje wakati watu wanauliza bei ya chakula, bei ya maisha ishuke? Watu wanalala njaa. Unga hata ikiwa shilingi 50, bado kuna watu watalala njaa. Je, ikiwa 200? Kwa sababu kuna mtu apati hata 100 kwa siku. Kuna mtu hana kazi. Kuna mtu ambaye hakuna nguvu ya kufanya kazi hakuna. Serikali haijatengeneza viwanda ambapo vijana wetu wanafanya kazi. Hawana pesa. Wewe ndio huyu unaona bei ya vyakula iko juu, bei ya maisha iko juu, na unaendelea kuongezea ushuru. Kumaanisha kwamba hauwajali, unaendelea kuongeza uchungu kwenye uchungu. Ni kama kidonda alafu wewe unatonesha. Wananchi hawatafurahi, lazima uwasikilize. Lazima wananchi ndio nguvu. Nguvu sio punduki, nguvu sio askari, nguvu sio kirauni. Na yule mtu ambaye anafaa kirauni hata yeye mwenyewe anaumia. Ukimpata kwa supermarket, bado anaangalia bei ya unga, anajaribu kutafuta ile ya bei ya chini kidogo. Na ndio huyu anakuja kukupiga risasi kwa barabara, sio vizuri. Kwa hivyo wananchi lazima wapatiwe haki yao, waambie serikali vile wanataka kutawaliwa. Asante sana. Kwa majina ni Okongo George, mkaaji wa Kisii. Mimi kitu ya kwanza ambayo mimi naomba Rais William Ruto, tunaomba hivi. Kitu ya kwanza ambayo wananchi ambayo unaona hapa na wale ambayo walikufa ni wale ambayo walikuchagua. Na kitu ya kwanza ambapo tunaomba mungekutana pamoja, ile mkutane na Bwana Raila muongee, na hatutaki kama mnaongea iwe vitu iendelee juu ama mfinyane kando mkitaka kuongea mambo yenyu. Kama sisi maraia ambayo waliwachagua, tunataka mrudishie bidhaa chini ile maisha ipate kuendelea.
Na kitu ya pili, kongole kama we rais, atunasema timu askari wanakuja kuchapa watu alafu unasema ni hongera. Hiyo kama sisi wananchi tumekataa. Ya tatu ambayo tunakuja nayo mbele yako, au marais wote ambayo wametokea mpaka sasa, hakuna mwenye amesumbua wengine. Wewe sasa umeingia, hata wengine unawasumbua, unawashika, unataka warudishe nini? Hii kama sisi wananchi uonyeshi picha nzuri mbele yako. Tunaomba we kama rais, tumia kama warais wengine ambayo wameshakuwa mamlakani, maana kesho ama kesho kutwa hautakuwa hapo, pia wewe utasumbuliwa. Mimi naomba mali yenye uko hapo, siku moja pia wewe utashuka na utakuwa chini kama wengine. So angalia maraia hao ambayo unachapa na polisi na unasema kongole. Alafu ya tatu nikimalizia, hiyo kitu ambayo unasema handshake ama unataka kuongea na Raila ama nini, hiyo mkiongea muongee, mjue uchumi ya Kenya inaendelea upande gani na amani irudi Kenya yetu. Hiyo tu ndio kitu ambayo nitaongea. Asante. Kwa majina mimi naitwa Vincent Kimani Saboke. Nataka kuambia Wakenya wenzangu, huyu mtu vile alituwekea maisha hivi ni maana alifikiria vile alitumia pesa yake kulipa huko juu atangazwe kwa nguvu. Wakenya wenzangu, ndio maana ameacha Wakenya wakisumbuka, yeye alikuwa anataka arudishe ile pesa yake. Wakenya lazima tumukase huyu mtu na tutaingia kwa barabara tukufe, watoto wetu wakitoka nyuma wapate na amani ikiendelea kwenda mbele. Sina mengi, na waache ile tabia ya kuanza kunyang'anya Mama Ngina, the first president in Kenya, mama wa taifa. Unamnyang'anya askari mama mkongwe, eti unaenda na tena juzi nilisikia ukisema eti ongera sana askari, kazi mmefanya. Nataka niambie askari hivi, kama mmeanza hivyo na nyinyi anza kuangaliana vizuri sana, mwenye anapiga mwananchi risasi ujue ni kabila gani. Kama tunaingiza ukabila ndani, tutaanza vita Kenya msina na tutapambana na sauti bwana. Kwa majina anaitwa Dennis Kebijo. Tulikuwa tunaombolea wenzetu wenye waliaga kwa hii nini. Sasa mimi nakwambia wewe Ruto, tulikuchagua kama kiongozi, my friend, utusaidie. Saa hii tumeona hakuna kitu hiyo umetusaidia. Wananchi wanalia eti unga imepanda bwana Ruto. Hakuna kitu hiyo umetusaidia. Toka sasa hivi leo tulikuwa tunaomboleza wenye walikufa. Na wewe askari mwenye sasa unapiga watu marisasi, wacha kiolela bwana, wacha kupiga watu kwa marisasi. Hii kiolela ulikuwa nayo, hata sisi tunasomea hata hiyo askari, hakuna kitu ya ulikuwa unasomea huko unarusha marisasi wafia. Mambo ya askari, mnatuma askari wakuja wana nini walinda wananchi, hakuna kenye wanalinda wananchi, kuwapiga tu marisasi wanapiga nini wananchi. Wananchi sisi wananchi tunawasaidia sisi kama nyinyi serikali. Hakuna tunaona mwananchi anapigania sijui eti ameweka sufuria kwa kichwa. Bwana, hata hii kitu imepanda bwana. Wewe Ruto, tulikuchagua bwana utusaidie. Hakuna kitu unatusaidia. Acha kusema eti utaleta hii mambo ya paiki yenye inachachiwa na stima. Acha hayo maneno bwana kutudanganya bwana. Sisi wananchi tumekuwa watu wakubwa bwana, tulikuchagua kama kiongozi. Tusaidie bwana, tulikuchagua kama kiongozi. Next round bado utatuhitaji sisi wananchi. Wenye unatuma watu wakuje kuturusha matia gas. Hiyo mambo yako bwana Ruto wewe. Acha hiyo mambo bwana. Hiyo mambo sasa kama watu wenye unasema watu wa nini? Wananchi. Mimi kama mwananchi, mimi nilikupigia kura yangu. Hata saa hii nimesema hivyo watu wamesikia vibaya sana. Ruto, tumekuomba utuendelee kusaidia, kama unaendelea kuturuhusia matia gas, hakuna kenye utatusaidia wewe bwana. Kwa majina anajulikana kama Hassan Martin. Leo nimesimama hapa Kidete kama mwana YouTube na represent Kisii County na Nyamira County. Nataka niongelee maneno mawili matatu ambayo ni mambo muhimu. Kwanza nataka niongelee uchaguzi ambao tulioufanya. Tulichagua kiongozi wetu ambaye ni kiongozi shupafu, lakini imefikia mahali nikana kwamba ameanza kutupa randa ambao pia
huyu rais wetu tuliyemchagua ameanza kutumia mbinu ambazo si sahihi kuwanyanyasa wale wananchi ambao walimchagua kama kiongozi. Kwa kweli wakati alisimama kanisani alibeba Biblia juu akasema ya kwamba nitatetea wananchi na nitawafanyia kazi. Mnipe siku 100 nitakuwa nimehakikisha kila kitu kitakuwa sawa. Lakini baada ya kuweka Biblia chini mambo yamekuwa ndivyo sivyo. Barabara imebadilika, mwenendo umebadilika. Amekuwa ni kana kwamba anataka kutunyanyasa sisi wananchi tuliomchagua. Amekuwa ni kana kwamba ni mnyama ambaye anataka kutula sisi sote. Itakuwa ni aibu sana kumuona rais akipiga sahihi eti bei ya bidhaa mbalimbali zipande humu nchini. Kuna binadamu ama kuna wananchi ambao hawezi kukidhi mahitaji yao. Bei ya unga imepanda kusema ukweli. Hata mimi sasa hivi ninayeongea, wanayutu wote wa kaunti ya Nyamira na Kisii wana uchungu sana. Sababu kila kitu ambayo tulikuwa tununua shilingi 5 kwa sasa akipo. Rais, mahali popote ulipo, sisi ndio wale tuliokuchagua, tena utakuja kutuhitaji baadaye. Ukitumia polisi ili watupige malisasi tufe, ni watu gani ambao utakuja kutegemea ikifika 2027 wakuchague kama kiongozi? Rais William Ruto, wewe ni kiongozi wetu, lakini umetupa randa na ambao pia. Keti chini ufikirie mara mbili. Na kuna haya mambo ambao ulisema unataka mkutane na msee, mkutane na Raila, muongee na yeye one on one. Hayo mambo sisi kama vijana tumesema kama hautabadilisha tabia yako ama hautabadilisha mwenendo wako, huyu msee hawezi kuja aongee na wewe. Sisi wananchi tunakuomba kila siku, jameni, kila asubuhi tukiamka ni kilio, jioni tukilala ni kilio. Bei imepanda ya kila bidhaa. Haya mama ambao umesema unataka kuongea na msee, mnaongeaje na bado sisi wananchi tunalia? Bado uchumi upo juu kabisa. Ukishukisha kila kitu chini, tutakukubalia uongee na msee moja kwa moja, ndio tukupatie nafasi uongee na yeye. Kama hautashukisha unga, kama hautashukisha bei ya mafuta, kama hautashukisha bidhaa zote chini, tumeamua sisi kama wanayutu wa Nyamira na Kisii hatutakuruhusu uongee na msee. Angusha bei ya bidhaa ndio tukuruhusu uongee na msee one on one. Sisi vijana ile mambo tumesema ya kwamba mkate nusu tumekataa. Tunataka mkate mzima full ndio tutakula tushibe. Hii mama unatuambia eti unataka mkate nusu, tumekanyaga chini, tumekataa. Hayo mambo hayatafanyika. Sisi kama vijana na kama sisi wananchi wote kwa jumla Kenya mzima tumeungana mkono, tumesema ya kwamba kama hautalegeza kamba, kama hautarudi chini, jameni, hatutakupatia hata hewa ya kupumua. Sasa hivi vijana na wananchi tumesema hatutakupatia rais. Rudi chini, ongea na wananchi, sukisha bei ya bidhaa. Haya mambo ambayo unatuambia tunataka kutujengea nyumba, nani amekuambia sisi ni maskini? Majina anaitwa kwa majina anaitwa Charles. Tunahuzunika sana kwa ile mambo yenye inafanyika hapa Kenya, sababu huyu Ruto wenye walimchagua ndio wanamjua, sababu kila mtu anaandamana. Inauma wakati anachukua tax, badala arudishe unga chini, anaanza kampeni ya kupita, anaenda Ujaruoni kulipa Wajaruo wakuje meeting, kila mahali anaenda ni pesa anatumia. Hizo pesa ndiye anapea akina Usoro, akina Marara, wanazunguka wakipea watu, badala hizo pesa ziwekwe kwa economy, unga irudi chini, kila mtu apate kununua. Kitu kingine Ruto na maaskari wanafaa kuchua. Laana Mungu raundi na yeye amebadilika. Aongojei watoto wako, anakulipa. Venye unaua, kama ni askari aliua mtu, hata itaenda kwa watoto wake hizo laana. Sitamkura yeye mwenye, before akufa ataona hizo laana. Hivyo tunaomba kila mtu mwenye ako hii Kenya, hata kama una support hiyo serikali, wacha arudishe vitu chini, kila mwananchi apate namna ya kuishi maisha yake yenye inawezekana. Sababu hakuna kazi, ameleta pike ni za electric. Sa stima zinasaidia nini na pike zenye ziko ni za loan? Unarudisha loan upewe pike nyingine. Ruto asikie mwananchi, sababu mwananchi ndiye alimchagua. Ile kitu tunataka ni chakula irudi chini, kila mtu na hata ona maandamano. Na hii story ya kuua watu kukimbizana hapa, akina Osoro wanakuja hapa na kujikupiga kifua. Hizo vitu zilipitwa na wakati. Hatutaki tribal classes. Tunalia sana kwa wenzetu wenye walikufa kwa maandamano. Walikuwa wanatupigania, lakini wao wametangulia. Sisi tutapaki tukipigana
hiyo ifikie serikali yetu, waijue Wakenya wamekasirika na atusikize. Nimeshukuru sana. Hatutaki, tunajua ya kwamba unataka kutudanganya, lakini hatutakubali ujanja wako. Tumefikia mwisho, ujanja hatutaki, tumekataa hayo mambo. Rais, mahali popote unanisikia, nimekuambia ya kwamba kama hautalegeza kamba, hatutokuruhusu uongee na mzee.